Sijakuja kushurutisha, sijakuja kulazimisha, sijakuja kukufungia milango. Nimekuja kukuhimiza ili moyo wako siku moja uje ukabadilike, ukamfuate Yesu Kristo, ili kwamba ukajua baraka na msamaha wa Yesu Kristo, usonge katika viwango vingine. Wakati Kristo alipotutuma tukuje kuhubiri Injili, hakututuma tukuje kukanyaga makabila za watu, hakututuma tukuje kudhalilisha jamii za watu. Ametutuma tuje tuwafahamishe kwamba ufalme wa Mwenyezi Mungu unawahitaji wote. Ufalme wa Mwenyezi Mungu hauangalii kabila, hauangalii ufupi, hauangalii urefu, hauangalii ulitenda dhambi aina gani, uliishi katika dhambi miaka mingapi. Ufalme wa Mwenyezi Mungu uko tayari kwa yeyote yule. Na maandiko yanasema hiyo katika Luka 8. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji, akihubiri na kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Huyu Kristo hakukaa mahali pamoja kwamba watu wamtafute. Alifanya kazi hata barabarani, hata vijijini, hata mijini, hata masokoni, hata wapi. Alifanya kazi Mwenyezi Mungu kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mwenyezi Mungu. Lakini wengi wanasema kwamba watu hao wa kuhubiri barabarani ni wakora, ni wajanja, ni manabii wa giza, ni manabii wa giza, manabii wa nyang'anyi. Lakini hili nasema Kristo hakukaa mahali pamoja. Alitembea vijijini, alitembea mitaani, alienenda milangoni mwao, alienenda katika ufalme wao kuwatangazia Injili. Hakukaa tu vile wengi wanavyosema kanisa zile ndogo ndogo zifungwe, vile wengine wanasema wainjilisti barabarani wazuiliwe, vile wengi wanasema polisi itembee izuie wainjilisti, izuie kanisa ndogo ndogo. Siku hizi zinaitwa vioski. Huyu ni ibilisi anahubiria ndani yako. Injili tutaihubiri sisi wadogo, Injili tutaihubiri sisi wakubwa, Injili tutahubiri barabarani, Injili tuhubiri sokoni, Injili tuhubiri mijini, Injili tuhubiri kwa magari, kwamba jinsi Yesu alivyotembea. Yesu hakukaa mahali pamoja. Yesu hakukaa atafutwe, alikuja kuwatafuta. Ndipo siku hizi pastor akiona mtu mmoja wake ametoka kanisani, hamfuatilii. Akiona praise and worship ametoka kanisani, amepotea Jumapili ya kwanza, amepotea Jumapili ya pili, ameenda mpaka mwezi haonekani. Pastor anasema watoto ndio wanatafutanga baba. Kwa nini Yesu alienda vijijini? Kwa nini Yesu alienda katika milangoni mwao? Maana Luka 8 mstari wa kwanza unasema Yesu hakukaa mahali pamoja. Na huyu ndio Yesu ambaye tunataka tutamani tuishi kama yeye. Lakini watumishi wamekataa kuwajibika kama Kristo. Utaona wakitangaza katika maredio, wakisema makanisa madogo madogo ambayo hajaandikishwa ifungwe. Kama mimi sitahubiri hapa, Katoliki haitapata mtu. Maana lazima niwahubiri ili kwamba badilisha moyo wako, urudi katika kanisa lako la Catholic. Lazima nihubiri mahali hapa, moyo wako ubadilike, urudi kwa kanisa lako la Adivai. Lazima nikuhubirie upate kuguzwa, urudi katika kanisa lako la PAG. Sijakuja kuhubiri wewe unifuate kwa lazima. Nimekuja nikufufue, nimekuja nikukumbushe kwamba Mungu anakuhitaji, na utarudi mahali pale pale ulikuwa, mahali pale pale ulikuzwa kiroho, mahali pale pale uliwekewa mikono. Lazima usikize neno la Bwana. Lazima usikize Mwenyezi Mungu. Lazima unapotaka kusikiza Mwenyezi Mungu utarudi chini ya mchungaji. Ukiona yule mchungaji hakufai, badili kwingine. Maana hatufai kufanya watumwa. Maandiko yanasema kwamba na tusifanye watumwa. Katika ibada ambayo unahubiri, katika ibada ambayo unashiriki, ushiriki pale kama mwanakondoo aliye huru. Ushiriki pale kama mwanakondoo anayejua kwamba huyu kondoo huwa anaachiliwa,
anaenda katika majani mabichi, anarudi tena. Maana katika maandiko ya Yohana 10 inasema mimi ndiye mchungaji mwema, mchungaji ambaye anatoa uhai wake kwa niaba ya kondoo. Mbweha ikitokea anashika kondoo. Afadhali mbweha kule Kristo, lakini mbweha isikule kondoo. Lakini uchungaji wa siku hizi tunaacha kondoo zinakulwa na mbweha, zinakulwa na majini, zinakulwa na wachawi, kwa sababu yeye anasema uende mtafute. Maandiko yanasema katika Luka 8, alienda vijijini, alienda mijini, alizunguka akihubiri neno la Bwana, ili kwamba watu wake mahali walienda, mahali ambao hawezi kumfikia Mungu, awafikie wenyewe, wasikie sauti, wapate kufufuka, wamrudie Mwenyezi Mungu. Na maandiko yanazidi kutuambia ufalme wa Mungu na wale tenashara walikuwa pamoja naye na wanawake kadhaa wakada ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalena aliyetokwa na pepo 7. Huwa tunasoma injili nzuri kwa Mariamu Magdalena, ambaye wakati Yesu Kristo alipokufa, wakati alipozikwa pale kaburini, ni yeye ndiye alitamani sana afike wa kwanza katika lile kaburi, maana aliona mpendwa wake, mfalme wake ameuawa, amezikwa katika lile kaburi. Akaamka asubuhi na mapema, akaenenda kutazama Yesu Kristo ili kwamba akampake mafuta. Maria Magdalena anasema kwamba alikuwa si mwanamke mzuri, alikuwa msherati, alikuwa na pepo 7. Kwa hivyo wale watu ambao Yesu aliwagusa wakaokoka, wakamfuata, walipitia katika ukombozi, katika utakaso, na wakawekwa, wakapata kufanywa watakatifu, wakafanywa watakatifu. Ndipo Maria Magdalena alipotolewa pepo 7, alitumaini Mwenyezi Mungu, kurudi nyuma. Alimpenda Kristo, aliipenda Injili, aliipenda neno la Bwana, alipenda kufadhili kazi ya Bwana hadi mwisho na tamati yake. Hakurudi nyuma tena. Kuna wengi tena ambao maeneo haya walimpenda Mungu mwanzo, lakini sasa walianguka, lakini sasa walirudi nyuma. Nakwambia ndugu yangu, dada yangu, ishi kama Maria Magdalena ambaye alikuja miguuni mwa Mwenyezi Mungu, ambaye alionekana ni msharati, alionekana ni mwanamke mzinifu, alionekana ni mtu ambaye hafai. Na wewe kwamba unaona hufai, wewe kwamba unaonekana kwamba tabia zako zinajulikana, hata katika ndani yako unajihisi hufai, urudi katika Kristo. Maana kisa nataka wote ambao walioanguka, ambao wote hawafai, hata wageuza waheshimike mara tena. Na kama umeokoka ndugu yangu, uchunge sana ulichoshika mikononi. Lakini kama hujaokoka, nitakupatia mfano wa Magdalena. Hakukuwa msichana mzuri, alikuwa mwanamke wa kulala madanguroni, alikuwa mwanamke wa kupenda wanaume, alikuwa mwanamke mlevi, alikuwa mwanamke ambaye haangalii sheria, alijipendekeza vile alivyotaka. Lakini kuna siku na wakati Mungu alimvutia, Mungu alimleta miguuni pa Yesu Kristo, na akapata kukombolewa, akaondolewa ndani pepo 7. Kwa hivyo ndugu yangu, kama umeshika Injili, ishika Injili vizuri. Maana kisa akasema kwamba ole wako wewe ambao uliokoka ukaanguka. Maana kama pepo lilikuwa ndani yako moja na ukakombolewa, pepo moja likaondoka na ukaanguka tena, lile pepo moja litarudi na zingine 7. Litarudi na pepo zingine 7 ambazo ni hatari zaidi. Kumaanisha kuna wakati Magdalena aliwahi kuokoka, aliwahi kumpenda Mungu na akaanguka. Ndipo nasikia maandiko yanasema alitolewa pepo 7 wabaya ndani yake. Pepo 7. Which means mkono, ndugu yangu, dada yangu, sio njia permanent. Ni njia utaidekeza, ni njia utaibembeleza,
ni njia ya toba na maombi, ni njia ya kubembeleza mchana na usiku, ni njia ya kujilinda, ni njia ya kujibembeleza na Mwenyezi Mungu kila wakati. Toba na maombi, hiyo ndivyo tatimiza maagano na malengo ya wokovu. Lakini wengine wanasema mimi niliokoka 1955, mimi niliokoka 1975. Wazee wengine wamekaa makanisani, wengine wakiomba hao wamekaa, wengine wakiimba hao wamekaa, wengine wakianza kuomba hao wamekaa vikao, wanaanza kudiscuss, wanasema wao waliokoka mbali, wao waliokoka kitambo, wanarudisha ibada nyuma, wanarudisha watoto wa watu nyuma. Watoto wanapotaka kwenda kwa praise and worship wanawakatiza, wanasema program, lazima tuangalie program. Wazee ndio wanavunja ibada, ndio wanavunja praise and worship, ndio wanavunja intercessory, ndio wanaharibu mwelekeo wa kiroho. Ukiniona nimesimama hivi, unafaa ujue umekata kila kitu chenye ulikuwa unafanya. Wazee, wokoka ni kila siku. Injili, imani, kumpendeza Mungu ni kila siku. Wacha hiyo wokovu unajipigia kifua. Niliokoka 1975, niliokoka 1999. Unakuja unaharibu mkutano, unaharibu vijana wataka kuimba, unaharibu wamama wataka kuomba, unaharibu roho ya wokovu, roho ya worship, Roho Mtakatifu anataka kunena. Wewe umesimama na miburi ya miaka yako. Injili ni kupandana, injili ni kushuka kama watoto. Wala ukiwa mzee, hata kama wewe ni shamasi, hata kama wewe ni nani, hata kama wewe ni ujenzi, ikifika kwa ibada, ikifika ni wakati wa kuabudu, shuka mjika, shuka kwa magoti. Watoto wakiimba pale chini, weka magoti yako chini, omba Mwenyezi Mungu. Wacha kiburi, wacha maongezi kwa madhabahu, wacha kelele, wacha kusimamisha watoto wa watu wanapotaka kuomba, wanataka kuinua injili. Wewe umesimama na sema sisi tuliokoka kitambo. Watoto mkuja pole pole, mkuja pole pole. Ni wewe ndio ulianguka kitambo. Injili inaenda na basa, inaenda na madakika, inaenda na hizo nukta, haiendi na kitambo yako. Maana sisi wengine tuna kitambo zetu. Kuokoka kwa kitambo yako haisaidii leo. Kuokoka kwa kitambo yako haiwezi kufua mtu leo. Kuokoka kwa kitambo yako haiwezi kuokoa nyumba ya mtu. Kuokoka kwa kitambo yako haiwezi kuokoa ibada. Kuokoka ni leo. Kuokoka ni kila siku. Kuokoka ni imani ya kila wakati. Unapolala unaomba, ukiamka unaomba, unapotoka kazini unaomba. Maana umejikwaza, umekwaza wengine, alafu unakaa hapo kama gunia, kama kikingi. Mimi nikisimama, mimi shamasi, wewe keyboard, ukiniona unakata. Wewe praise and worship, ukiniona unakata. Hizi ni fumo zimesimama katika madhabahu za Mwenyezi Mungu. Ibada inastahili isonge. Watu walie, watu waimbe, watu waanguke chini, watu walilie Mwenyezi Mungu. Isiangaliwe masaa, isiangaliwe ni nyakati gani, isiangaliwe ni programu gani. Maana Jumapili ni ya Mungu. Jumapili si ya programu, Jumapili si ya kitu gani. Jumapili ni ya Mwenyezi Mungu. Umepewa siku 6 ufanye vile unavyotaka, usiku na mchana. Umepewa hiyo masaa. Inapofika ibada lazima upatie Mwenyezi Mungu wakati wake na nyakati zake. Hata mkatoka saa 1 ni vizuri zaidi. Saa 1 jioni. Mwingine anasema mnaimba hapa, mmesahau tuko na vyama. Chama yako peleka Tuesday na Monday. Usilete chama yako kwa ibada. Na kama uko na chama usikuje kwa ibada. Uende chama yako, watakaoinua kazi ya Bwana watainua. Watakaosimama na madhabahu watasimama. Sio lazima mtu mmoja kuja changanya ibada, akuja funga ibada, akuja komandi ibada. Pasipo Roho Mtakatifu kufanya kazi ya Bwana, tunazuilia na uwepo wa Bwana. Ndipo mnaishi katika ibada moja, mnaishi mahali pale, hakuna baraka, hakuna kufunguliwa, hakuna ni kuangaliwa tu na kukanyagiana na kusengenyana na kudharauliana. Hayo ndio maisha ambayo ibada za sasa zimeingia ndani. Ibada isipeleke vitina ndani. Yesu anasema kwamba alitembea vijijini, alitembea barabarani, alizunguka. Ndipo leo niko hapa
Ndiposa leo ninahubiri, ndiposa leo niko hapa niwahimize wote, usikie usisikie, ukishika ni vizuri, ukifuata ni vizuri, ukikataa tena ni sawa. Ulazimiki kuokoka, haulazimishi. Hata leo unaambiwa tu usikie. Nataka injili uipate ukienda, uipate ukirudi, uende town upate wanahubiri, uingie kwa gari wakuhubirie, ufike hapa sasa niko kwa mlango wako, upate tu bado ninahubiri, uingie kwa nyumba yako, simu yako ianze kukuhubiria, TV yako kuhubirie, usime TV, ukatize simu yako, injili itakufuata, injili utakataa, utapinga, injili itakufuata, upende usipende, lakini siku ya mwisho utakumbushwa mambo haya yote. Maana kuna tajiri mmoja, tajiri mkatili, tajiri ambaye alipewa kila kitu, tajiri alikula vizuri, tajiri aliishi maisha mazuri, na kukakuwa na mtu mmoja anaitwa Lazaro. Unajua wengi wanasema hii ni mifano, hii ni kaya za Abunuwasi, wanasema ni kaya za Abunuwasi, wanasema ni vitabu vya Lulela, wanasema ni vitabu vya kila mwalimu jini, wanasema hizi ni storybook, lakini maandiko ni mambo ambayo yanatendeka, ni mambo ambayo yanatukia, ni mambo ambayo unayaona, ni mambo ambayo unaishi ndani. Hiyo ndio injili na hiyo ndio neno. Huyu tajiri alipokuwa nakula, kulikuwa na mtumishi mmoja, alikuwa masikini sana, alikuwa hajiwezi, alikuwa anakaa chini ya meza ya huyo tajiri. Tajiri anakula vizuri bila haraka, tajiri anakula vizuri bila haraka, anararua kuku mzima peke yake, anararua chips sahani mbili peke yake. Yule Lazaro anasema tu, nitupie tu makombo, nitupie tu mabakio, nitupie tu mifupa, naye akamtupia. Lazaro aliishi maisha ya mateso, Lazaro aliishi kipigo cha maisha, Lazaro aliishi maisha ya aibu, Lazaro aliishi maisha ambayo ni ya kilio. Lakini ilifika mahali Mungu alileta mfano, na mfano huu bado unasonga, bado unaishi, lakini ni nani atayasikia haya? Maandiko yanasema tajiri alipokufa alizikwa kwa jeneza nzuri, alizikwa kwa jeneza la dhahabu, alizikwa kwa jeneza ambalo ni la kifahari, akasimikwa ndani ya mchanga. Nafsi yake ikaenda ngambo nyingine, ikapata tena Lazaro alikufa. Lazaro ako katika maisha mazuri, Lazaro amewekwa katika vipindi vizuri. Kukawa hapa katikati kuna mtaro mkubwa, ambapo sasa tajiri ako ngambo ile ingine, anachomeka, yuko ndani ya moto mkali, anaishi kiu. Lakini Lazaro kupanda mwingine katika kifuani mwa Abrahamu, anafurahia, anastarehe, maji na bubujika, anasikia hana kiu tena, ni raha mstarehe. Lakini tajiri alilia, tajiri alisema, Lazaro, Lazaro, ninachomeka, ulimi wangu na kiu, niwekee tu ole wangu maji kwa ulimi. Lazaro akasema, sina vile nitakusaidia, kuna mtaro mkubwa hapa katikati ambapo sina vile nitakusaidia. Mimi niko kwa Abrahamu, sasa ninafurahia. Wewe uliishi maisha mazuri, ulinichekelea, ulinidhalilisha, lakini Mwenyezi Mungu amenifariji sasa. Tajiri akaangalia malaika, akaambia malaika, wale wangu nisaidie nirudi kule chini, nikaonye watoto wangu, nikaonye jamii yangu isiishi jinsi nilivyoishi, isiwe wakati hii jinsi walivyokuwa wakati, wasiishi jinsi nilivyoishi, wasinyanyasa wengine ili walivyonyanyasa. Malaika akamwambia tajiri, tajiri, ulishavuka mpaka, hakuna kurudi kule. Lakini waliobaki kule, kuna Musa wanahubiri, kuna Elisha wanahubiri, kuna Yohana wanahubiri, wakiwasikia wale wao, wakiwadharau shauri yao, jinsi wewe uliwagairi, jinsi wewe ukusikia injili, jinsi wewe ulidharau, ukaona mali inatosha. Lakini siku ya leo watu wako waonyeke kupitia kwa wale watumishi wako pale chini. Ndugu yangu, dada yangu, tuko na wewe hapa chini. Mungu yuko mbinguni, ametumia sauti yangu nikufikie.
lakini utakuwa kiburi, utadharau, utaona wewe unajitakia, kanatafuta watu, kanatafuta wafuasi. Hata ukikuja kwangu na sina Mungu, unadhani nitakupa nini? Hata nikiambia Mungu anipatie watu na sina Mungu, nitakufanya nini? Nitakufanya nini? Hata Mungu akanileta dunia nzima aisukume na inijengee ibada ambayo itatosha kuliko, na sina Mungu na hayuko ndani yangu, nitawapa nini? Siwahitaji, bali ni Mungu anawahitaji, bali ni Mungu anawahitaji nyinyi. Mungu anahitaji na usiizi nyinyi mnazopotea. Msigairi kama tajiri alivyogairi walipoishi na Lazaro. Aliishi na Lazaro, alidharau Lazaro, alisema Lazaro, wewe ni kama mtu kajinga, kama mtu ambaye ni masikini, kama mtu ambaye hakana baraka. Kuna watu wanacheka wengine, kuna watu kwa maploti, ni vitina, ni kuchekeleana, kusengenyana, kwa minajili tu ya mapato ya kila mmoja. Ndugu zangu, dada zangu, penda jirani yako. Hata kama ukiona anaandika inawaya yake imeraruka, wachana na yeye. Hata kama ataandika vesti yake ambayo ina shimo, wachana na jirani yako. Wacha kumtekelea, wacha kuingia kwa milango ya yule tajiri ambaye alichekelea Lazaro. Aliona Lazaro hafai, aliona Lazaro ni masikini, ni mtu ambaye hajui kupata, hajui kufanikiwa. Ndugu zangu, siku ya leo kama nasikia injili hii, uende ufanye amani kwa ploti yako. Maana nikiwa kwa ploti lazima sitaharibika kuandika viraka zangu, sitaharibika kuandika manguo zangu, sitaharibika kuosha viatu zangu, sitaharibika kubeta vitu vyangu. Na wewe utanitazama, maana ninaishi na wewe, lakini unikome vitina, ukome jirani yako vitina, uweke amani na jirani yako. Maana hatujui ni nani Lazaro, hatujui ni nani tajiri. Hakuna mtu alipenda anataka kuwa masikini. Hakuna mtu alisema mimi nipatie tu kama mwanamke ambaye safi. Hakuna mtu alisema mimi nitaishi maeneo haya ya wapo moto moto. Hakuna mtu alichagua. Nituheshimiane. Wewe na uwezo wako, lea nyumba yako na mume wako. Usicheke jirani, usicheke watoto wake. Watoto wake wakicheza usiwafurishe, maana watoto wakicheza kwa piloti ni ishara ya amani. Lakini kuna wengine, tokeni hapa, endeni mchezo huko, na watoto wanaisha hapo, baba yake analipa hapo. Nataka waende wapi? Nataka waende wapi? Tupendane ndugu zangu. Kwa hiyo maandiko yanatuambia, Mungu akamwambia, malaika akamwambia tajiri, pale chini kuna Musa wengine, kuna Yohana wengine, kuna Yeremia wengine, kuna Ezekieli wengine wanaendeleza injili. Wale wao waliobaki duniani wawasikize watumishi, wawasikize wahubiri, waepute moto ambao unaona wewe tajiri. Ndio wakati mwingine unapoona mtu alikufa akafufuka, anafufukanga na Mungu anamfanya kipofu ama bubu, utapata watu wengi sana. Unaambia unaona huyu mzee haongeangi na alikufa siku 3, alikufa wiki mzima, tukitaka kuzika akaamuka. Maana Mungu anakuzima usieleze chenye uliona. Kwa hiyo injili inapohubiriwa, don't be fond of dismiss watumishi wa Mwenyezi Mungu. Kazi ya Bwana ifanyike, wahubiri waende, wengine wakuja wahubiri waende, wengine wakuja wahubiri waende. Wacha wafanye kazi yao, hata kama wanapaka matope, hata kama wanafanya nini, usiingilie. Maana hii ina mwenyewe, na mwenyewe ni zaidi ya wote. Kwa hivyo duniani tuko hapa, tutatembea, tutahubiri. Luka 8 nasema alipotembea vijijini na wanawake kadhaa wakada ambao
ambao walikuwa na pepo amelemea wengi kwa kukaa tu mahali mtumishi mwinjilisti anapiga Injili. Wengine watajivika nguo za kiroho za kimagwanda na kiburi, wanakuja na kuambia toka hapa, toka hapa, toka peleka huko, peleka huko. Ukiniambia nitasonga, sitakata. Ukiniambia nitoke, nitatoka, sitakata. Lakini kuna wale ambao watasikia, watanipa nafasi, watampa Kristo nafasi afanye kazi yake, kuhubiri neno lake na aende pasipo kusukumana. Kazi ya Bwana, neno la Bwana, Injili ya Kristo haulazimishwi. Ni wewe utajitafakari, ni wewe utakuja shuka siku moja chini, utajiuliza hakika mimi ni nani? Maisha haya niendelea nayo kwa njia gani? Nimeghairi kwa muda gani? Nitaishi hivi vipi? Maana hata nikakulazimisha, sina nguvu ya kuguza moyo wako, sina mamlaka ya kukengeusha roho yako. Lakini ukampenda Kristo mwenyewe atafanya kazi ndani yako, mwenyewe atafanya kazi ndani ya maisha yako. Sisi ni vyombo tu kueneza neno la Bwana, kueneza mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Msipate kujisahau zaidi, msipate kukaa katika giza zaidi, msipate kukaa katika anga ngumu. Kristo awasikize, Kristo awatembelee, Kristo awarehemu na awabariki katika jina la Yesu Kristo. So tunaona maandiko yanazidi kutuendeleza, nasema kwamba maandiko yanasema verse 4, mkutano mkuu ulipokutanika na wale waliotoka kila mji wakimjia, alisema kwa mfano, mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake, naye alipokuwa akizipanda nyingine zilianguka karibu na njia. Yesu Kristo akazidi kuhubiri, watu wakakuja, watu mbalimbali, watu wakakuja matabaka mbalimbali wakimsikiza. Akazidi kusema na mifano, akasema kwamba mpanzi alienda shambani, akaenda kupanda. Wakati mpanzi huyo alipoenda kupanda, alipanda mbegu zake zikaanguka barabarani. Mimi ndio yule mpanzi, niko shambani mwa Bwana. Utaniuliza hilo shamba liko wapi? Shamba ni hiyo roho yako, shamba ni wewe mwili wa Kristo, shamba ni wewe dada yangu, ndugu yangu. Nikalihubiri neno hili ulishike, itakuwa ni mbegu imeshuka ndani yako, itakuwa ni mche mzuri utamea. Lakini wacha tuangalie, kuna mwingine ataonekana ni njia, kuna mwingine atapokea neno lakini asija kajikuta yeye alikuwa njia. Ndugu zangu, maandiko yanasema hivi, alipopanda maandiko yanasema zingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa ndege angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Bwana sifiwe. Zilizoanguka karibu na barabarani, ndege walitembea wakazila zile mbegu. Mara nyingi mnapoenda kazini, mara nyingi mnapoenda town, unaweza pata mzoga imekanyagwa na gari barabarani. Utapata kuna kunguru inazungukia pale. Asubuhi ina time gari ikiwa mbali inapita, inaokota kidogo, inapita, inaokota kidogo. Hiyo ndio mfano wa ile mbegu ambayo ilianguka kando barabara. Ulipokea neno la Bwana, ulishike vizuri, usilishike neno la Bwana. Unapoamka unaliacha pale. Hii ni barabara, nafsi hii ni barabara, shamba hili ni barabara, mtu huyu ni barabara,
maana amelitupilia lile neno pale na ndege ikakula. Halijasaidika ndani yake, halijakaa ndani yake, zingine zikaanguka mwambani. Mwamba huo kidogo kuna mchanga kidogo, mwamba huo unaweza kufanya kitu kimee, lakini mwamba hauwezi kukukuza ukaenda mbali. Kuna watu ambao wanapokea neno, wanapopokea neno, wanapokubaliana na neno, wanakaa karibu na wajuaji, wanakaa karibu na wakalimani wa giza, wanakaa karibu na wainjilisti wa aina yao. Hizi ndizo miamba ambazo utakaa karibu nazo, zitakaucha chochote kile ulikuwa umenakili, zitakongoa imani ambayo ulikuwa umekubali kukutana nayo, kuendeshana nayo. Ile mbegu ambayo ilikaa mwambani ilimea kidogo. Huyu ni yule mtu, hii ni ile nafsi, hili ni ile shamba ambalo nikaweka ndani Injili, nikapanda ndani neno. Atashika kwa kusadiki, atafurahia zaidi, atasema hii ni ukweli. Atakapoenda kwa wenzake wamwambie, tulikuona ulikuwa umekaa hapa, ulikuwa unafanya nini? Tulikuona ulisikiza vizuri sana, ulikuwa unafanya nini? Alafu atajengwa giza kishasha, atajengwa giza kinyume na neno, atajengwa giza vile makanyare ni wengi, atajengwa giza vile wale wako Mombasa, wale wanaitwa Makenzi ni wengi, wamekaa karibu na miamba ambayo halitakubali neno lako likomae ndani yako, likite mizizi vizuri, maana utakaushwa na wanadamu, utaadhibiwa, utashauriwa, utaambiwa huyo hakukuwa mtumishi. Hata mimi wakati nilienda kuota, nilionyeshwa ni mkoa, nilionyeshwa ni mrongo, hata najua mahali anatoka. Umekaa karibu na nyumba ya kukukausha, na hakika naamka unasema hii ni upuzi tu. Mtu amaliza tu wakati wake anakuja kupiga kelele hapo. Mtu akatae kulipia watoto wake shule, ananunua spika, ananunua Biblia 1200, akuja kupiga injili barabarani na hana mshahara, mwenyewe ana mashida, mwenyewe hajielewi. Ndugu yangu, Kristo ameishi umasikini alipoacha utajiri mbinguni, na sisi tutaangalia, hatutaangalia ni nini tuko nayo, ni nini tunakosa. Kuwe kuzuri tutahubiri, kuwe kubaya tutahubiri, niwe nayo nitahubiri, nikose nitahubiri, maana hii ni uchawi ambao hautaitoa ndani yangu. Hii ni urogi, huwezi kuiondoa, maana Kristo ni zaidi ya urogi. Bwana asifiwe. Is the master of all supernatural powers, katika jina la Yesu Kristo. So the Bible says, zingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Yani huyu mtu anastahili afuatiliwe, ashauriwe, ahimizwe, lakini atakapokosa kufuatiliwa, atakapokosa kushauriana, ataacha Injili, ataacha Kristo, ataacha maombi. Na si kwa Kristo peke yake, hata pengine usiposhauriwa, usipofuatiliwa, utaacha hiyo imani. Mkuu wako asipokufuatilia, wale ambao wanajua kukufundisha wasipokufuatilia, utaacha kila kitu. Kwa hiyo kazi ya imani, kazi ya Mwenyezi Mungu is all about day by day. Sio niambie uliokoka 1975, sio nihesabie miaka ambayo umeokoka. Miaka ya wokovu yako haisaidii. Wokovu wako na saa hii na dakika hii ndio itanisaidia. Jinsi umesimama leo, jinsi umejituma leo, nitakusaidia. Na jinsi umesimama leo, jinsi umetumaini leo, utasaidia mtu.
wala si tajriba ya miaka yako. Mungu anafuata moyo wa toba kila siku, anakaa ndani ya moyo wa toba kila siku, anakaa ndani ya moyo wa kunyenyekea kila siku, anakaa ndani ya moyo wa kusadiki kila siku. Kila siku, kila siku unatumaini Mwenyezi Mungu. Kila siku unajikumbusha msamaha. Kila siku unajikumbusha kwamba mwenye vita ni Mungu wala sio wewe. So maandiko inatuambia kwamba 7 inatuambia nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga sana. Injili nyingine ikaingia ndani ya moyo mzuri, moyo mzuri ukasadiki. Lakini mambo ya dunia iliposonga, hajalipa rent, hajapeleka mtoto shule, hajajenga nyumba, hajapelekewa mahali, hajapata kazi, injili na anaiacha, wokovu anaacha. Anasema hii wokovu ndio inanipima njaa, hii kuokoka ndio nateseka, hii kuokoka ndio inanifungia milango, landlord ananifungia. Yaani nilianguka katika miiba. Wakati miiba iliisonga, miiba ikamea pamoja na hii mbegu, miiba ikasonga zaidi, ikaifinya mambo ya dunia. Wakati huu watu wanapigwa makonde na bills, mkono mmoja uko mbele na misuli mikubwa sana, weka hapa rent. Ingine iko huko na misuli mikubwa sana, weka hapa karo ya shule watoto wawili. Ingine na misuli mikubwa, weka hapa mama ako hospitali. Ingine iko nyuma huko, weka hapa kuna kesi na kudai. Yaani hizi ni miba, hizi ni michongoma. Haya ni matatizo ambayo inataka ufadhili kwa kutokana kwa mtu mmoja. Wakati mtu anafika mahali anasema nimeomba nimechoka, nimeomba nimechoka, pesa ninapata isaidii, pesa ninapata ikae kwa mifuko. Amesongwa na michongoma, amesongwa na miba, amesukuma zaidi mpaka anaacha imani, anaacha, anasema to hell with God, to hell with Jesus, life is too short, wacha nijivinjari. Hii mambo ya maombi, hii mambo ya injili, hii mambo na Yesu imenitesa, imenifanya sina ndoa, imenifanya sina mke, imenifanya sina mume, imenifanya sipati kazi nzuri. Wachana na vitu vya kuomba, wachana na mambo ya ibada, wachana na watu wapenda kuombewa. Hata mpaka wengine kwa nyumba nyingine ni mama anang'ang'ana na maombi kwa siri. Mzee akisikia mama alienda kwa maombi, huyo mama atalala mahali aliyo, maana mzee amesongwa vizuri, miba zimesongamana na yeye, zimesqueeze yeye vizuri. Haoni maana ya maombi tena, haoni maana ya injili tena, amechoka. Na atakanyaga mke wake, nikusikie umeenda kwa maombi, nikusikie hiyo vitu utafanyia huko kwenu, hiyo vitu ufanyia mbali na mimi. Kwa hivyo hii ni ile moyo, nafsi, shamba ambalo injili ikawekwa ndani, mbegu ikawekwa ndani, ikasadiki vizuri, mbegu ikaanza kumea, nayo michongoma zikasonga, mamiba zikasonga, ndoa ikavunjika, magonjwa ikaingia. Rendi ndio hiyo. Vingine nyumbani wanataka mbolea, wafanyikazi wanagoma, sijui nini. Tu heri na maombi, akaachana na injili. So injili inaendelea kusema, na maandiko yanasema na nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea, zikazaa 1 kwa 100. Sasa kuna yule mwingine, ile injili, ile roho, ile shamba ya Mwenyezi Mungu, ile nafsi, yule mtu ambaye alisikia injili inahubiriwa, alisikia mtumishi anahubiri, hakutaka kujua ametoka kanisa gani, hakutaka kujua ni ibada gani, lakini alifurahishwa na kazi huyo mtumishi,
akasadiki, akapokea mbegu, ikakaa ndani yake, akaikumbuka mchana na usiku, akaridhika, akasema hakika kazi ya Bwana ni mimi na Bwana ni mimi na Yesu. Mbegu ile ikakaa ndani yake, akakuwa kama ile shamba ambalo lina rutuba, shamba ambalo lina matope mazuri, ambayo imemiminiwa maji. Hakuacha neno, hata mapigo yakuje, hata aibu zikuje, hata asemwe, hata atukanwe, hata afanyiwe nini, anasema ni mimi na Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio ile nafsi ambayo maandiko yanasema, huyu ndio ile mbegu ambayo iliingia ndani, ikalinganishwa kama mchanga mzuri, ambayo mbegu ikamea ndani, ikakolea vizuri, ikasimama vizuri na kurudi nyuma. Alishauriwa, aliambiwa, hawa ni wakora, hawa ni wanyang'anyi, ni sadaka wanataka, ni watu wanataka ibada. Siku hizi watu hawako, wamekuja barabarani kujipendekeza wafuatwe. Ukinipata mimi nitakupatia nini? Hata ukinipenda vile nilivyo na sina Mungu ndani yangu, nitakupatia nini? Lakini nikiwa na Mungu akae ndani yangu, sitakubembeleza. Ni Mungu atakuleta kwangu, na utaona mkono wa Bwana, utaona ushindi wa Bwana. Sitakubembeleza unifuate, na sitalia Mungu nataka hao watu, maana hata nikiambia Mungu nipatie hao watu, nina nini ya kuwapatia kama si yeye atawatuma kwangu? Kama sio yeye atawaambia kwamba ni mimi nilitumika mahali pale. Maana kuna maandiko yanasema Samueli alikuwa kiongozi mzuri, Samueli alikuwa nabii, Samueli alikuwa mfalme, Samueli alikuwa hakimu, Samueli alifanya kazi, alisaidia Waisraeli, aliwapigania, waliishi miaka mingi bila kupigwa na maadui, bila kunyang'anywa, bila magonjwa, bila mikosi. Lakini wanadamu waligeuka wakasema, Samueli, tunataka mfalme kama nchi zingine, hatutaki wewe kuwa mfalme, hatutaki wewe kuwa nabii, ukuwe mfalme, ukuwe tena hakimu, tunataka mfalme. Samueli alilia, Samueli aliumwa, Samueli aligadhabika. Na hivi ndio watumishi wengi wanachanganyikiwa. Watu wakikukataa, wachana nao. Wakati Mungu aliona Samueli amelia, Samueli alienda kwa magoti, akaambia Mungu, nimetumia kutumikia watu muda mrefu. Tangu nilipokuwa katika ufalme, hakuna siku wamevamiwa, hakuna siku wamepigwa. Hiyo miaka yote hawajanisadiki. Wanasema leo ni wanataka niwapatie mfalme, lakini siku ya leo Mungu wangu, mbona nimekuwa hivi? Mungu akamwambia Samueli, jikumbuke. Samueli, sio wewe unakataliwa. Samueli ni mimi ndiye nakataliwa. Wapatie kile wanachotaka. Samueli akarudi chini, akasema, mimi tu ni mwanadamu. I'm sorry my God. Mungu akamwambia, Samueli, ni mimi umekataa. Ni mimi umekataa. Wapatie kile wanachotaka. Kwa hivyo Samueli alipojirudia, akaona yeye ni mwanadamu tu. Yeye alikuwa ni chombo. Yeye alikuwa ni mtu. Kama mimi ni chombo, kama mimi ni mtu. Ukinipenda ni Mungu amekufanya. Ukinitafuta ni Mungu amekutuma. Ukitafuta mahali niko ni Mungu amekutuma. Wala sio mimi. Maana ukinitafuta na unitafuta vile nilivyo, nitakupa nini? Nitakupatia nini? Kwa hiyo maandiko yanasema Samueli akaambiwa wapatie kile wanachotaka. Samueli akauliza Mungu, ni nani anafaa?